asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesoma maandiko katika vitabu hivi vitatu. Ndio. Cha kwanza tumeanza na kitabu cha nabii Isaya. Kabisa. Katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 61 mstari wa kwanza, Mungu anasema na Isaya habari za kuja Yesu miaka mingi iliyopita kabla ya Yesu kuzaliwa. Anamwambia Isaya, sema habari hizi masikioni mwa watu, kwamba Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, Roho ya Bwana Mungu yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta ili kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Lakini ziko kazi ambazo huyu ambaye alikuwa anatabiriwa ziliainishwa pale, ni pamoja na kuwafungua waliofungwa, ni pamoja na kuacha huru waliokwekwa gerezani, ni pamoja na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika kwa ajili ya watu ambao hawana amani katika maisha yao. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Isaya anatoa unabii huu, anasema kwa habari za siku zijazo. Lakini tukisoma katika Luka 4 ukianza na mstari wa 16, Biblia inasema Yesu akaenda Nazareti, mahali ambapo amelelewa. Nikisema ujumbe kama na huu, huwa nawachukua watu ambao wameokoka, wamezaliwa katika nchi hii. Inawezekana mnasema huyu anamhubiri Kristo kwa sababu ni mwalimu. Inawezekana huyu kijana amesimama na msema Kristo kwa sababu yeye hajapitia mchangamoto. Lakini wako watu hapa ambao walikuwa wanaumwa, lakini Yesu alipoingia ndani ya maisha yao alibadilisha hatima zao. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu wanakwaya waliokuwa wanaimba hapa wasimame tu. Wanakwaya wasimame tu. Wanakwaya wasimame tu. Wanakwaya wasimame tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mwanakwaya asema amen. Amen. Wazawa wa hapa wanakwaya wapunge mkono namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hawa ndio ambao kwa nyakati zile Yesu amelelewa katika Nazareti. Amezaliwa hapo Bethlehem, amelelewa Nazareti, toka anakuwa mtoto, anamuona anaenda na baba yake, wanatengeneza meza, wanaonana na watu, wanaona huyu ni mwana wa Yusufu, tena mwana wa Mariamu. Huyu anatembea, wanajua huyu ni mwana wa Yusufu, huyu ni Yuvesius mwana wa Isaya, Deodatus. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakaona kakijana kanacheza mpira. Katika maisha yetu wakati mwingine hali inaweza kawa ngumu, anacheza mpira, suruali imetatuka hapa. Wanamwona Isaya huyo, wanamwona Amosi kule Mbeya, anazaliwa ni kijana, mtoto mdogo kabisa, amejaa vumbi, hata tuoga wakati mwingine haogi, lakini kijana kabisa huyu. Ndivyo nao wasemea hawa wanakwaya, lakini leo wamekuja hapa, wameungana na GMG kusema habari na kazi za Kristo Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Biblia inasema akaenda Nazareti, mahali alipolelewa, akasema siwezi kujitambulisha kwingine, lazima niende kwanza wakanione ambapo nimelelewa kwapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Anawaambia kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kuhubiri wanyenyekevu habari njema. Mahali pengine nasema kuhubiri masikini habari njema. Neno masikini sio tusi, ni uhitaji. Uhitaji. Mimi hapa ni masikini wa fedha, ni mhitaji wa fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akajua hapa Nazareti wako watu ni masikini wa afya, ni wahitaji wa kupona hapa. Akajua kuna wengine hapa wamefungwa, wanahitaji kufunguliwa, wanahitaji kufunguliwa, ni masikini wa kufunguliwa. Aliyefungua ya uzima alienda pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Akawatangazia hizo habari. Na ndio maana na sisi leo tumebeba ujumbe huo wa kazi za Yesu ambazo alitambulisha pale Nazareti, lakini alipoenda mahali pengine akafungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tunakuja kazi ambayo alifanya kwa mgerasi mmoja. Tumesoma katika Marko 4. Biblia inasema wakafika ng'ambo ya nchi ya Gerasi,
Walipokuwa wameshuka chomboni, wakakutana na mtu mmoja Mgerasi amekaa pale makaburini. Yeye hawezi kutoka pale, amefungwa pale makaburini. Roho zimemkamata pale, magonjwa yamemkamata pale, roho za kichawi zimemkamata pale, hawezi kuondoka. Neno la Bwana linasema hata walipomfunga alizikatakata zile minyororo kwa nguvu za mapepo zilizoko ndani yake, alikatakata kabisa. Lakini wakati wanamuona watu wanaomfunga, wanamuona mtu wa kawaida. Nataka niseme na wewe mtu anyamtukuza. Waweza kumuona mwanaume mmoja analewa, yuko chakali, ukasema huyu naye amezidi ulevi, lakini kumbe pepo limemfunga, hawezi kutoka. Anamhitaji Yesu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza kumwona binti anavunja ndoa za watu, ukasema huyu binti ni malaya. Sisi tunauona mwili wa binti, lakini kumbe ndani kuna rejoni. Yesu usaidie sana. Amen. Yesu usaidie sana. Amen. Yesu usaidie sana. Amen. Wakati mwingine tukiwa tunamtangaza Kristo, wako vijana wa kizazi kipya wanasema generation Z, wao wanasema wamepitwa na wakati. Uwezi ukasema, mtu anaweza kasema tumepitwa na wakati, lakini Baba amesema hapa watu wa GMG, kila mtu ana elimu yake. Wako watu wana elimu ya fedha, wako watu ni walimu, wako watu wana maisha yao, lakini wanaacha maisha yao na wake zao huko, wanakuja kumsema Kristo. Kuna kijana mmoja anasema wamepitwa na wakati, kwa sababu yeye anaona ni ujana, lakini sisi tunaona ni pepo limemkamata, na Yesu ametutuma kwake. Ndio. Yesu asaidie sana. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Biblia inasema Mgerasi mmoja alifungwa kabisa. Yeye yuko makaburini. Maisha yake ni makaburini. Kazi yake ni kujikatakata kwa mawe. Wakati mwingine Biblia inasema uhai wa mtu upo katika damu yake. Maana yake yule Mgerasi kwa kujikatakata kwa mawe alikuwa anajizindika na kujitoa sadaka mwenyewe. Yesu asaidie sana. Amen. Yesu asaidie sana. Amen. Sisi wengine waganga wa kienyeji, kabla hatujaokoka, walikuwa wanakuja kwenye nyumba za wazazi wetu. Baba yangu ni mchungaji wa dini fulani hivi, na isemaga kile napokwenda inaitwa Last Church Mission, kanisa la mwisho. Ndio kanisa ambalo mimi nimelelewa na baba yangu utoto wangu wote. Lakini akiugua tu mama, baba anamuita mganga aje atuchanje chale. Ukiwa duniani kwa shetani inasikitisha kabisa, inasikitisha. Yesu asaidie sana. Amen. Kwenye maisha ya vifungo, nguo hazifuriwi, na mablanketi hayafuriwi, lakini yule mganga anakuja anatufunika kwenye blanketi. Yaani blanketi ni nzito, harufu ni nzito, alafu maji yamechemshwa mle yanatoa moshi, na moshi hautoki, umo kwende mle ndani, mle ndani. Unasema mama naungua, na baba nakwambia vumilia. Mama naungua, vumilia. Mganga amekuja kutusaidia mwanangu, vumilia. Tulikuwa kwenye vifungo vya ajabu. Lakini wazazi wa aina hiyo hawataki watoto wamjue Kristo. Tulipotaka kuokoka, baba alitupiga fimbo tukiwa tunaruka kwa Yesu wetu. Kuna mahali tumetoka sisi, tulikuwa tukiimba nyimbo za walokole, na kipindi kile hivi vyombo havipo. Tunatungoma tule, unapiga kangoma Yesu anaweza yote. Nisaidieni. Yesu anaweza yote. Yani baba anakuvizia na kofi. Anakuvizia. Unazimia. Anamwambia mama, ngomorire one. Yani nimekuambia mimi nitakuja kuua hao watoto. Wanatuimbia nyimbo za hawa ni Freemason.
Yesu ameshakuwa Freemason tena. Yesu asaidie sana. Amen. Yesu asaidie sana. Amen. Kwa hiyo tukiwa tunaruka kwa Yesu ni kama ndama ambaye alikuwa amefungwa kwenye kamba, alafu kamba wameifia tu imeondoka. Analukaje? Analuka kama ndama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tangaza kazi za Yesu. Miongoni ambao alikuwa anasema amenituma ili kuwafungua waliofungwa, miongoni wao ni Amosi. Niko hapa. Leo nakwambia na wewe, Yesu anafungua. Hata kama ungefungwa kwa kamba za mikatale, hata kama wachawi wangekukamata namna gani, ukimkaribisha Yesu kwenye maisha yako unakuwa salama. Haleluya.